mzigo kwangu. Sasa mimi ni mzigo. Nani mzigo yeye? Si yeye amekuwa kama mzigo. Hizo miaka zote. Mzigo aje? Kwani mlikuwa na story na usemi? Mlikuwa na kitu umeficha. Hiyo siku zote mzigo namna gani? Hadi nimepeleka mari kwenyu kuniambia mzigo. Amekuwa akinisumbua mimi hata nashindwa hata tunafanya nini na yeye. Ndio maana mko mtaka kunitupa. Huyu ama huyu. Hadi msema mimi. Kila time mimi nimfanyie kila kitu. Nimfanyie kila kitu. Mimi sitaweza. Mbona ulikuwa unanipenda sasa zile nilikuwa hivyo? Ni situation tu ya maisha. Wait. Okay, unasikiza kenye unaongea? Mimi nimeshangaa kwa sababu hii situation gani ya maisha? Mimi umeamua aje? Mimi nanita kimutu. Hiyo miaka yote tumeishi. So hii ni nini ilikuwa inafanyika hapa? Hi guys, do you know if you invested just $1,000 into the forex market 3 months ago, right now you could have been a millionaire? Yes, let me show you how. Gold prices moved in April 24th from 2,994 to 3,274 as at June 25th. All right, you can see that's almost above 2,000 pips. If you had invested just $1,000, you can see the outcome. Those are so many pips, and we are still expecting the market to move. Remember, you can always WhatsApp us through this WhatsApp number for more updates on forex markets. Ama hii tuache ipite. Ai. Hii ni chukua ama tuache? Jaribu. Ndio kuna vitu zingine sitakangi laana inifuate. Hi. Sasa ni? Mko salama? Tuko. Naitwa Stano. And mimi ni mtu wa TV. Leo niko huku kwenu. Natafuta watu tunaweza ongea, especially kuhusu hii mambo ya serikali. Hii mambo inaendelea 2 term, 1 term, maendeleo, vitu kama hizo. Sijui kama nyinyi mnaweza taka kuchangia kidogo. Haitachukua muda sana. Haitachukua muda. Kwa sababu tulikuwa tunaenda kuchukua medication. Kwani kuna mtu mgonjwa? Asikipoa. Nani? Mzee wangu. Poleni. Ni mgonjwa wapi kwani? Ni homa tu. Haitukai sana actually. Labda nyinyi wenyewe mtake kukaa. Ninajua hatuwezi wafukuza. Sasa. Italingana ni time gani tutachukua. Hatutaka. Actually hata ni nyinyi tu labda mtajitakia tu kukaa. But hatutaka. Actually ni hizo tu maswali mnajibu. Nyinyi ni brother na sister ama nyinyi ni bibi na bwana? Ama nyinyi ni rafiki? Nyinyi ni bibi na bwana? Na mnakaa poa. By the way nikiona watu kama nyinyi huwa nashukuru sana. Ni God. Huwa nashukuru sana kwa sababu ndoa nayo nimegundua mapenzi haina mipaka. Si ndio? Na ukipata mipaka labda tu ya kutotoka nje ya ndoa. Si ndio? Ndoa ni kitu ya maana. Hata mimi niko hivi. Mimi msasa mimi sana. Nisaidia kwa changamoto. Wacha hata nikuweke microphone ndio uweze kusikika. Mke wangu anasaidia Mary. Tangu tuko na yeye. Hata kama vile sioni. Yeye ndiye amekuwa akinisaidia kwa. Hauoni totally? Sioni totally. Okay. Sasa nilikuwa nimepigwa na homa. Nikasema twende na yeye, niokoa sana miaka 7 tumekaa naye. Haina shida, kupona nayo utapona. So hii hata story yenu nataka hata nisikize. Si ndio? Sijui tusonge hapa kidogo ndio tupate tu nafasi ya kupita, si ndio? Ndio. So mlipatana wapi? Sawa. Sisi tukipatana hapa tuko sawa. Bado tusonge mbele tu kidogo. Tusimameni hapa hivi. Hapo tuko sawa. Mimi nikipata huyu mke wangu Mary
ilikuwa kwa kanisa. Watu kuna fellowship ambayo tulikuwa tunaenda kuhudhuria. Then mkapatana. And the rest is history. The rest is history. Ndio. Wow. So Mary ukaona mtu akaku approach. Unajua nataka kujua alikuwa approach aje. Unajua kwanza mwanaume ndio ana approach msichana. But yeye jinsi alikuwa anapenda kuimba. Kwa mwanamuziki mzuri sana. So nikamwambia napendezwa na sauti yake. Sasa hiyo ule kumwambia hivyo akaniambia sasa napendezwa na sauti yangu lakini kuna shida. Nikamwambia naye mimi changamoto iko mimi sioni lakini sauti yako imenivutia. Hawani totally kabisa. Sioni kabisa. Sioni kabisa. Sasa nikamwambia hivyo akaniambia atatengeneza wakati. Lakini nilimwambia utanikubali vile niko sababu wazazi wanazaleta shida. Lakini nashukuru hata pia anaweza sema pati yake vile alikuwa sema. Unajua kama ni mtu mwingine angekataa. Mimi nilimpenda tu. Ulimpendea nini? Hebu tuambie. Ni nini uliona potential yake? Kuona hawa wanaume wengine wote. Huyu ni yeye nataka. Ako na roho safi. Ni a family man. Ni family man kabisa. Ile anakuanga available. Mko na watoto? Tuko na watoto wawili. Wawili? Wako aje wao wako sawa? Wako sawa. Wako sawa. Ya nayo inakuanga a very rare opportunity kupata mtu kama wewe. Like this is a big sacrifice, ndio? Ni nini unapatanga huyu akiwa tofauti na wale wanawake wengine huko nje? Kile napata huyu akiwa tofauti, first thing is care, parental care. Unajua kuna ile madhara mtu anaweza kufanyia kwa sababu kulingana na vile huko. Yeye akipika huwa anaongoja hata kama nimetoka kidogo ama saa imefika tunakula pamoja. Yeye saa zingine unajitoa kama anasikia kuota jua. So hiyo upendo ambao ako naye imeshanisaidia sana. Naona yeye ni mzazi ambao uko hajai ni dhulumu kwa yoyote. Hata kama ni maji anaenda ananiwekea, ananifanyia kama vile naona wengine nafanyiwa. Jua mimi nasikia bwana anatolewa maji waenda kuwekea kwa bafu, anapewa chakula, mimi ananifanyia hizo zote. Siwezi kataa. Hata kanisa saa zingine unapata kuna suti napenda. Sasa anaenda ananiambia hii suti yako vaa huko vizuri sana. Wow. Unajua hata nimeshtuka hata nimesahau kuuliza jina zenu. Mimi naitwa Stano. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Mary. Na wewe? Naitwa Chilo. Chilo. Mary and Chilo. You guys look amazing. Mnakaa poa sana. Na natamani hata to have more time tuongee. Lakini juu huyu amesema ni mgonjwa na kuna homa, kuna mapafu kidogo. Ningeomanisiwa yake hapa sana. Ndio. So Chilo, so far hii ndo yenu imekaa for how long? Ni 7 years. 7 years. 7 years. Mko kwa ndoa? Tukiwa kwa ndoa. Ushatoa mahari? Nishapeleka hata juzi. Peleka ng'ombe kidogo. Kwani what do you do for a living? Mimi I'm a farmer by the way. Nilikuwa hapo mbeleni kama sijapoteza macho. Hii ilikuwa accidentally. Haikuwa sikuzaliwa hivi. Nilipata tu ajali. Alafu nilikuwa teacher by then. Lakini sasa nafanya tu ile kulima kidogo. Kuna mambuzi, kuku. Na napanda mboga. Pole na hiyo pia ni kazi nzuri unafanya. Ndio. Na sasa ukulima how do you manage? What I always do yeye vile yako unamtrust sana kwa sababu unapata kama family friend anamsaidia yeye ndiye anaangalia everything. Hata ikifika saa kulima nini ananiambia iko tu hivi unaona. Lakini it's been so brilliant kwa sababu video ukweli anaweka kwa meza tunapata mavuno, tunapata mahindi imeharvest ananiambia tumeharvest gunia fulani. So nimemtrust sana. Ndio. Umesema ni accident, kwani what happened? Hii time ambayo nilikuwa naenda shule. Ilikuwa gari. Sasa accident tu gari zikabombana. Sasa ile flash nika lose sight tu. Nika lose sight. Naona pia moja ni kama ilitolewa. Moja ilitolewa kwa sababu hiyo ilikuwa ajali after ku lose sight. Hiyo ilidunga hii nyingine. So ikatolewa completely. So hii nyingine pia ilikuwa inaona lakini kazima tu once because of that nini. Ndio. Kwa hivyo si ati ni kuzaliwa? Si kuzaliwa. Ndio maana by then naambianga kila mtu usiwahi ona mtu wako abled differently. Ndio. Umjaji. Ndio. Kwa sababu najua hakuna mtu hawezi pata
hata saa hii unaweza toka hapa uende upate kesho utembei. Ndio. Ndio. Na kila kitu si ni Mungu upanga. Ndio. Na nashukuru sana by the way kupata na nyinyi. I'm very happy and very humbled. By the way, I think kwa hii show you are either I think the second couple ambao naleta ambao they are one of them is able different. Yes, ndio. Watu huongea nini? Kwa sababu najua watu huongea sana. Unajua kwanza waliambia nikienda kwa kina mwanamke wangu Mary kwao. Baba yake siku ya kwanza niliona alikuwa anamkimbiza, akamwambia sasa huyu nini umetuletea laana. Akamwambia si laana kwa sababu ni ajali. Lakini Mary alirudi akasema mimi nimempenda hivi kwa sababu hakukuwa hivi lakini ni ajali. No. Sasa wazazi wake wasema unafanya na nini na mtu kama huyu. Lakini yeye juu anipenda akasema familia yake ni ya kwanza. Familia yake ni ya kwanza. So lakini tumeenda antago challenge mingi kwa najua maisha kama uoni na kama pia mwanamke sasa ndiye anakaa kama baba ya nyumba because kila kitu lazima afanye, kila kitu lazima ashughulike mbele na nyuma. Ina changamoto iko. Watoto lazima waende shule, wakule pia yeye lazima akuwe mkakamavu. So unapata hiyo wakati muda inaenda ambayo kuvutana iko tu kama maisha unajua. Wengine mtoto anauliza mdogo, dadi nini mbaya na macho juu ya kuzaliwa. Alizaliwa kama bado ni mimi naona. Lakini hivi vitu vilifanyika abruptly. Ambazo zingine pia unasikia anachukua rungu akicheza naye anasema nataka kutembea kama baba. Sasa unajua ni situation ambayo inapia mtoto ile tocha anasema baba kumbe anatembeanga na rungu. Sasa imekaa kama msa. So mimi naichukua positive kwa sababu gani? Yeye ni mtoto bado hajaelewa. Lakini majirani pia saizi umetudhulumu kwa njia mingi. Napata naambiwa wewe sasa anatusiwa wewe unataka na mtu mwenye afanyi kazi. Macho yake yoni unafanya naye nini? Ndio. Lakini watu unajua sometimes binadamu ni binadamu na kuelewa pia inakuwa ni ngumu, si ndio? Wow. I know it has taken you time a lot to cope kwanza especially kama mlimit na mtu then all of a sudden mambo ikaenda hivyo. But sasa naelewa ni ngumu. Kuna kitu hapa hivi sija understand. Unasema mkipatana na your wife ulikuwa na mtoto. And then mkipatana na your wife huko unaona. And then umesema mtoto wako amezaliwa kama unaona ama nimesikiaje? Ama ulikuwa na ndoa nyingine before hii? Hapana. Macho ikapotea bibi akatoroka. Naeleza hivi vizuri. Nikiwa Mary bibi wangu huyo alikuwa na mtoto. Yeye alikuwa na mtoto. Ndio. Sasa yule alikuwa na mtoto ambaye alikuwa miaka 3. Mtoto alikuwa ananiona kama bado niko na macho. Lakini sasa huyu mwenye tulizaa alizaliwa kama sioni. Kwa hiyo wakati. Sasa yule mwenye alikuja naye tena kipa kishangaa. Huyu alikuwa na macho na sasa saizi hana. Poleni. Mary, kuna watu wengi watasema huyu mwanamke hapendi huyu mtu yako pale, huyu mwanaume amlelea mtoto. Unajua watu huongea. Wanaongea wanasema nini? The same thing too. Lakini sasa juu mimi nampenda. Naona hiyo si issue. Huwa upitii like torture wewe mwenyewe? Hapana. Jo ile love niko nayo kwake. Yote inakonka. Ni ukweli hiyo na. So yeye mwenyewe umemzalia watoto wangapi? Mmoja. Mmoja. Na huyo mwingine sasa ulikuja naye. Sasa yenu sasa hata sijui nifanye nini. Hebu acha niulize tu one question pale. Director, hebu njoo nikuulize kidogo tu, dakika moja tu. Niulize kitu hapa. Nisikie what will happen, sio? Sasa hii mnaona bado tu sanitize. Kwa nini? He won't like. So unaona situation. Naona lakini. Unajua ukiacha hivyo. Sanitize tu unaweza kuwa unasaidia mwanaume. Alafu akiachana tupate evidence tuone wanaachana. Lakini sidhani kama mwanamke anaweza cheat. Sidhani. By the way inaweza kuwa first loyal couple. Kiwacha ni try.
Haya, sasa hata nilikuwa na consult hapa tunakuanga na zawadi ambao huwa tunapea watu. Sawa sawa. Na hii zawadi huwa tunapeana but inakujanga na condition. Condition inakuanga lazima mkuwe loyal to each other. Sijui kama unaelewa vile nasema by being loyal. Ndio. Na maanisha hakuna mtu atoka kwa hii ndoa. Si ndio? Ndio. Unajua inaweza kuwa labda mzee haoni. Wewe unatafuta vitu huko nje. Ama labda mzee anajua condition yake, anajua hutamuuliza. Yeye atasema ni venye hakuwa amejua ni nani. Si ndio? So kinataka tufanye, nataka tuonyesha watu kwamba watu pia nyinyi, watu kama nyinyi wenye mnaishi kwa ndoa na wako able differently, mko loyal to each other. Si ndio? Mnaonaje? Mpaka iko sawa. Iko sawa? Na so juu tuwapana hapa tu saa hii, nataka nijidhibitishie mimi mwenyewe. Ndio. Na nitajidhibitishia hivi. Niangalie simu yako, niangalie yake. Uko na simu by the way? Niangalie yake pia. Na ni hivyo. Si ndio? Yangu ni ya Brailles tu. Ni ya Brailles. Uta scroll tu, kufungulia, kuonyesha kule. No problem. Hii ni nani? Ni yake. Hii ni yako. Hata nilikuwa nimembebea. Hiyo na uko mbebea. So hii ni yako. Hii ni yako? Hii ndio yangu. Okay. Hebu nifungulie hiyo kuona hiyo mambo inakuanga aje. Unaandikanga messages? Ndio. Una Brailles tu? Ndio. Okay. Pia naona pia iko na option ya nini? Lakini naona haina nini? Haina mambo mingi. Ndio. Ni messages tu. Most hata naona ni calls. Na calls. Naona Baba Samida, Madam Supervisor, Okech. Sioni mambo kwa hizo message, sioni message mingi. Naona tu za Safaricom, M-Pesa. Si ndio? Ndio. WhatsApp haina? Haina. Okay. WhatsApp hainanga nini? Iko lakini inaniambianga installed. Ndio. Niweke pia hii yako tuone. Unaona tutoto ni turembo. Ulikuwa unapeleka photoshoot. Turembo sana. Ndio. Very cute. Very cute, lovable. Na wana haka kadogo naona kanafanana na wewe sana. Ndio. Naenda kwa recent naona Yvonne na Matabe. Naona pia VIP. VIP ni nani? Ni baba yangu. Umemsema VIP? Kwa nini? Ni VIP tu. Juu ni VIP tu. Cha ukweli? Kabisa. Yes. VIP. Na nani huyu mwenye naona mnapiwa na yeye picha hapa na suti? Naona si huyu. Nani huyu mwenye umepiga na yeye na picha na suti? Amevaa suti. Huyu ni nani? Wanasikia ukisema. Unajua sasa shida siwezi onyesha huyu juu hawezi ona. Wewe unajua ziko. Huyo ni colleague. Colleague wa job. Kwani what do you do? I'm a beautician. But mwanaume wa suti ya beautician. Bana. Bado tu ni ufanya hadi massage. Massage. So ungesema ni customer, sio colleague. Unajua colleague inamaanisha uko naye pamoja. Colleague inamaanisha mnafanya job pamoja. Mnafanya kazi pamoja. So ni customer ama ni colleague? Kuna colleague, unajua nimepiga na wengi picha. Sijajua ni mgani. Huyu. Huyo. Hata wewe umecheka. Kwa nini? Huyo ni best yangu. Ni rafiki yako? Na mbona mmeenda studio kupiga picha? Ilikuwa tu picha tu. Nothing else. Mbona kuchukue mwende mpige picha?
Na mimi niko na Si ni ile siku nilikwambia nimeenda peleka watoto photoshoot. lakini sasa yeye alitokea wapi? Yeye alitokea wapi? Yeye alitokea wapi juu? Nashindwa kuelewa. Watoto wajasema hapo, wamesema ni huyo tu mtu. Sasa after watoto sasa Yeye ulikuwa unapiga naye kama nani? tulipiga tu juu ni best yangu, hata ndio mwenye photoshoot. So mtu ya football pia una nini naye? Unaona kuna kitu hapo mimi naona kwa sababu Haya, ngoja kidogo niulize swali. Kuna pahali hapa hivi naona umeandika on 24th. Leo ni date 24th October, tuko November. Naona namwandikia Mambos, alikuandikia mambo, kamwambia poa niambie. Haya, akakuandikia natafuta mahali naweza peleka haki hii kimtu. Then akakwambia bado takamu nikuelezee. yani ni unaongelelea kimtu gani? Kimutu gani? Ni kimutu. Unajua kisema hapana, si waje hata nifiche hii namba. Ndio hii. Ni kimutu gani? Hebu director shika. Ni kimutu gani? Isikuwa yake ni huyu. Juu yake hapo nayo utakuwa umekosea. Ni kimutu gani? Si yeye, hebu shika na ufiche hii nini? Ufiche hii namba sionekane. Ufiche hiyo namba hapa juu, ishikilie hivi. Ni kimutu gani? Si yeye. Natafuta haki pale pa kupeleka hiki kimutu. Mimi ndio sasa ni kimutu saizi. Umeniita kimutu. Na alafu hiyo DP. Hiyo DP ionekane juu naona haionekani sura. Ndio. Hiyo kimutu ni gani? Ilikuwa mnaongea. Hapo unaona hapo hivyo message ni za 24th October, 25th October, hiyo ni last month, si ndio? Si tuko November. Hiyo namba isionekane. Inaonekana? Hiki kimutu ni nani huyu? Mimi ndio kimutu. Sasa mimi hata huwa nashindwa aje. Ngoja kidogo. Wacha simu ikuje. Natafuta pale pa kupeleka haki hiki kimtu. Nakwambia hapo, wacha nikuje nikuelezee. Kwa hivyo anakuja kukuelezea penye mnapeleka hiki kimtu. Inamaanisha mnataka kuenda kunitupa. Wewe. Na kuniua. Hiyo miaka zote tumekuwa. Ikafika hadi penye napeleka mahali kwenye. Umeona wewe jamaa wenye ako na muscles? Mimi ndio kimutu. Umeona wewe jamaa wenye ako na muscles? Mary. Kwa hiyo DP. Tufikana hapa. Mmojaona? Hadi unaniita kimutu. Ilikuwa plani yenu mfanye aje? Ama hujaona ni last month hiyo, si ndio? Mfanye aje hiyo kimutu? Ifike hadi hapo kuja nini? Hakuna kimutu. Umeniita kimutu. Kuna kitu ulikuwa unaongea. Ulikuwa unasema? Sasa nilikuwa nauliza aje. Yeye nimemtrust hizo time zote. Ninashindwa. Nitakuanga nikikaa na yeye hivi kama mzigo kwangu. Sasa mimi ni mzigo. Nani mzigo yeye? Si yeye amekuwa kama mzigo. Hizo miaka zote. Mzigo aje? Kwani mlikuwa na story na usemi? Mlikuwa na kitu umeficha. Hiyo siku zote mzigo namna gani? Hadi nimepeleka mari kwenyu huku niambia mzigo. Amekuwa akinisumbua mimi hata nashindwa hata tunafanya nini na yeye. Ndio maana mbona mtaka kunitupa. Huyu ama huyu. Hadi mfanya mimi. Kila time mimi nimfanyie kila kitu. Mimi sitaweza. Mbona ulikuwa unanipenda sasa zile nilikuwa hivyo? Ni situation tu ya maisha. Wait. Okay, unasikiza kenye unaongea? Mimi nimeshangaa kwa sababu hii situation gani ya maisha? Mimi umeamua aje? Mimi naniita kimutu. Hiyo miaka yote tumeishi. So hii ni nini ilikuwa inafanyika hapa? Kuna ingine tena? Hizo tu ni mambo tu zangu. Hakuna mambo zako. Joni huyu anaongelelewa. Wewe mwenyewe si yeye. Saa tu. Wewe mwenyewe usha confirm ni anaongelelewa. So kuna plan kunipeleka wapi?
Yeah? Hakuna. Sasa umesema kimutu. Hiyo miaka yote tumekuwa. In fact sasa hizi ukipigia wazazi wako watarizo na wewe aje. Mbona unanitesa hivi? Mimi nimekuwa nikikusupport. So Pia sijakuwa nikikusupport. Na sasa hiyo ni nani mtu anakuambia kimutu unamwambia? Hiyo tu ni mambo tu ya message. Message. Yeah. Jusioni sasa unachukulia mambo ya message ikiwa hadi. Wanasema penye kuna moshi hapakosi moto. Unaona? Sasa moto inameshawaka. Inamaanisha kitu unafanyaga. Ifike pale kuniita kimutu ambao tumeoana kama bibi na bwana. Inaona kuna kitu unanificha. Sikufichi. Kuna kitu umeongea na umeongea your heart. Umesema vizuri uwezi endelea kukaa na huyu. Sitaweza kuendelea kukaa na yeye. Juu naona amekuwa burden. Kwani nakuja kumwambilia hapa kwa barabara. Si mimi nimeona mlikuwa poa. Si imepatikana hapo. So decision sasa yako ilikuwa ni hii yenye hapa hivi. Yenye una plan na yeye kwenda kumdispose. Ilikuwa inamaanisha kunitoa kunidanganya. Kwenda umpeleke pahali hata hajui. Si ndio hizo message zinazisoma hapa sasa hivi. Aende apelekwe saa hii pahali atupe pahali hawezi jua ni wapi. Unajua vizuri hawezi jua njia yako. Siwezi. Ili likuliwe na mbwa pale. Huyo mwanamume mnaongea naye alikuwa rudi kwangu. Kidogo tunataka usikize hii. Naona hapa hivi namwandikia vizuri. Let's plan for a meeting. Then tumwambie tunataka kwenda adventure Masai Mara. Then tukifika huko tutafute pahali kuna lions tumwache hapo. At least tukiuliza tutasema ilikuwa accident and then akikuliwa shauri yake. Asipokuliwa pia huko hata toboa. Pia akamwandikia akamwambia I think that's an idea poa. Yeye akamwambia so tufanye hivi lini? Wewe akamwambia I think mid November it will be okay. The second last year November. Second last weekend ya November. Second last weekend ya November ni lini? Second last weekend ya November ni lini? Weekend ya November. Ni when? On a Saturday it will be okay. Huyo akamwambia no problem. So si tutakuwa na gari yako. Yeye akaandikia kuambia si tutakuwa na gari yako. Wewe ukamwandikia kama si tutakuwa na gari yako. Yeye akamwambia no problem but we can hire ndio ikuwe ngumu ku trace evidence. And then itakuwa inasemekana alikuliwa na wanyama poli accidentally. Alienda kuniweka nikuliwa na simba. Hizi vitu zote umekuwa ukiplan. Mary, Jusioni, umekuwa mzigo kwako, si ndio? Sasa umeniona mimi ni dustbin. Na nilikuwa mimi nimekusaidia penye nimeweza. Sasa juu umenikimbia juu sasa sioni. Nimekusaidia penye nimeweza. Sasa kuweza ni kunipeleka kwa simba. Inikule. Kwa msaidie kumpeleka kwa simba akakulia. Si kwa simba. Na si hizo evidence. Hiyo kwa nasoma ni kweli, si ndio? Mary. Mimi nipeleke tu kwa simba nikuliwe. Mimi nimeteseka we. Umeteseka tena? Nini uko si nini unakosa ambao unasema unateseka? Nini kama chakula siko? Kama shamba zote chakula ni wewe. Shamba ni wewe zote unaenda unaangalia. Pesa kwa account ni wewe unajua. Sio ni mbaya. Ni nini sina Kenya na sasa ule mtu ako naye ambao unaweza kimbu fanye hivi. Mimi sasa nimekuwa kipofu, mimi nitakataka. Utarudi kwa kweli chamba licho wazungu wahenga walisema kikulacho kinguoni mwako. So saizi unifanye hivi. Sasa umeniamua aje unaniacha hapa bado? Ndaambia ache watu wa kwetu, niacha hivi. Tapigia tu watu wenu. Wewe ndio utawapigia? Shika simu yako. We? Kwani unamwacha? Mimi namwacha hapa. Sio namwacha hapa aje na si umekuja naye mama? Mtu ajipange. Sasa ndaenda aje? Sasa ndaenda aje home? Ajipange ajisort. Sasa una behave hivi juu kweli imejulikana? Sasa nimejua ukweli. Kumbuka tu. Ilikuwa tu ajue. Azingejulia wapi?
Kama hiyo ni story mlipanga November au October. Sasa angejulia wapi? Yeah? Umeenda? So angejulia guy. Mbona ufanyie mtu hivi shwali? Unaenda? Yeah? Na unaenda kabisa? Kweli Waswahili wanasema kulacho kingoni mwako. Yeah? Yeah. Ebu director. What next from here now? Ni huyu ameachwa hapa. Unaweza kujua njia nini? Unaweza kujua location kwenye labda unaishi ama pahali tunaweza kupeleka pahali ukose. Unajua amepita na mimi chochoro mingi sana. Ndio nasema kwenye mnaishi. Ndio. Haina shida nitakudrop tu huko. Lakini siwezi taka mkae na huyu mama tena. Je, mgendelea ukana Hapana, hiyo siwezi. Nimemsaidia hata mtoto mwenyewe alikuja na yeye, nimekuwa nikimsaidia, sikumwahi mfanyia madharau. So amfika hapa. Najua director hata analia. Oh, pole. Usilie tu. Usilie. Wow, this is bad. Ina ni mbaya. Pole. Pole Chilo. We. Nimemaliza sana. Amenifika kwa roho, nimemaliza. Pole. Director kata hiyo kitu kwanza. We. Hi guys, do you know if you invested just $1,000 into the forex market 3 months ago, right now you could have been a millionaire? Yes, let me show you how. Gold prices moved in April 24th from 2,994 to 3,274 as at June 25th. All right, you can see that's almost above 2,000 pips. If you had invested just $1,000, you can see the outcome. Those are so many pips, and we are still expecting the market to move. Remember, you can always WhatsApp us through this WhatsApp number for more updates on forex markets.